Alafu sikia nikwambie wewe, iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwetu kunipangia maisha. Kama nilikukabidhi moyo wangu na hisia zangu, ni huko, sio nyumbani kwetu. Heshimu mipaka ya watu. Kwa hiyo mimi nafanya makosa kukuelekeza, au sio? Yaani alafu mimi niridhike tu. Yaani namuona mwanamke wangu yupo kwenye mitandao ya kijamii, amekaa na kikanga kimoja, paja nje, anaanza katika na ameweka namba zake katika mtandao wake. Wewe unanichukuliaje wewe? Yaani mimi nikae kimya tu nisikwambie. Nisikwambie wewe nani yani? Wewe unanidumia kwa lipi haswa? Kwa hivyo vya 1000 2000 unavyoniletea, si ndio? Na hivyo vinguo vya mtumba ambavyo unaenda kuviokota huko tandika unaniletea. Wewe jua kujishikilia. Alafu heshimu maamuzi ya mtu. Alafu jua hapa ni nyumbani kwangu, ni nyumbani kwetu sisi na sio kwenu nyie. Kwa hiyo shilingi 2000 zangu hazina thamani kwako, si ndio? Yaani zile nguo ambazo za mtumba nakuletea pia hazina thamani kwako. Kila ambacho mimi ninachokifanya kwako hakina thamani, si ndio hivyo? Na ndio maana unakaa kwenye mitandao unaanza kufanya biashara kwenye mitandao, biashara za utupu wako, si ndio? Oya babu. Unajua siku zote huko ndani unakuja kumwekea mkwala mdogo wangu zogo kila siku yani. Shida nini? Sina ongea na wewe mlugha. Umetoa barua. Umemuoa. Au unaona nimenyamaza kimya, unakuja hapa unafanya utawala wako, unakuja unampiga sister wangu, alafu mimi nimekausha kimya. Oya. Huyu binadamu alafu damu nzito. Umenisikia? Kwa hiyo na wewe kumbe unampa kichwa dada yako, si ndio? Wewe unajua kitu gani ambacho mimi nakifanya kwa dada yako? Unajua mambo mangapi ambayo nimeyafanya kwa dada yako? Alafu mimi nakuja namuelewesha, namweka katika mstari mzuri, wewe unaanza kuja kutetea ujinga, si ndio? Yaani wewe unafurahi kabisa dada yako anakaa mitandaoni, anaweka namba zake za simu, anakatika wanaume wanakaa wanamwangalia, wanamdm, wewe unafurahi au sio? Au hujui maumivu ya mapenzi ya mimi ananiumiza kiasi gani? Wewe unachukulia poa tu au sio? Kwa sababu wewe dada yako unaibika kwa sababu umesoma jukumu yako. Sasa mimi mwenyewe nitajisaidia mwenyewe. Hao unaona mimi najidhalilisha, hao ndo wanakusaidia majukumu yako. Alafu isitoshe, kuanzia leo hii, kuanzia sasa hivi naongea na wewe, uache kunifuatilia. Fanya mambo yako. Wewe si msanii? Si unaigiza? Endelea kuhangaika na maisha hivyo hivyo. Kila siku unangangania usanii. Kwa usanii gani uliokuwa na wewe? Jina kubwa pesa hauna. Afu unakazania eti mimi mbwela. Walianza wenzako akina Kondo. Shamba wewe. Dunia sasa ni utandawazi na mitandao sisi ndio inotulisha. Hivyo unatuchukuliaje? Mbona mshamba wewe? Unajiita msanii alafu hujui chochote babu. Achana naye huyu. Fresh. Kwa hiyo nyinyi mnachukulia utandawazi mitandao ya kijamii ya kwenda kujizalilisha, au sio? Sikizeni. Hivyo vitu ambavyo mnavyovifanya vina mwisho wake. Fresh. Mimi mjinga, mimi mshamba. Mimi sitoi huduma. Mimi sina mapenzi, kila kitu vyote sawa tu. Siku moja mtakuja mtanikumbuka, wewe utanikumbuka. Ondoka! Alafu sikia nikwambie, iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwetu. Kwanza ushanipotezea muda. Sasa hivi ningekuwa na tap screen ndani, wifi menuna mwenyewe kwa hela zako inakuuma nini? Acha niitumie. Alafu sikia wewe, iwe mwanzo na mwisho kutimba hapa. Na ukiendelea kuja hapa na kutoa kwa mapanga. Wewe vipi wewe? Fresh haina noma. Nimeshaelewa kwamba nyinyi mnafanya biashara za utupu katika mitandao. Ile itawakosti hiyo. Wewe huwezi kunikolomea mimi. Mimi nitakwambia tu. Na nikitaka kuja na kuja muda wowote. Na hapo ninapoelekea hapo, muda wowote na wewe utaanza kumfuata huyo dada yako, mwanze kukatika wote katika mitandao. Tobo la moyo, tobo la moyo, tobo ilo dada tobo ilo dada tobo la moyo, tobo la moyo, maumivu ya moyo, tobo ilo kwenye moyo, maumivu ya moyo, tobo ilo dada tobo. Mapenzi yanatesa, mapenzi yananyanyasa, mapenzi yanatesa, mapenzi yananyanyasa. Wadada wanajidhalilisha, wamesahau mila yao kabisa. Mitandao imeharibu vichwa, wameacha mila kabisa. Moyo unauma, moyo unauma, roho
Mimi nahitaji unioe. Kama usiona kujificha mimi nishachoka. Kama ingekuwa inawezekana hivyo, zamani nishafanya. Lakini si unajua jinsia zetu ni sawa na 0 + 1. Mara ngapi nimekwambia kuhusiana na yule mtu? Sasa leo chagua, nikupe adhabu gani? Kwambia hivi mdogo wangu, acha kufuatilia nyendo zangu hizi, uziwezi tena. Nenda akampelekea taarifa yule mwendazimu mwenzio, amniwezi. Tobo ilo dada tobo, tobo ilo dada tobo. Tobo la moyo, tobo, tobo la moyo, tobo, tobo ilo dada tobo, tobo ilo dada tobo, tobo la moyo, tobo, tobo la moyo, tobo. Samani. Eti hapa ndo Masantura? Ya, hapa Masantura. Samani kakaangu. Sisi tumetoka mkoani. Kuna mwenyeji wetu tunamtafuta ambaye ni kaka yetu. Anaitwa Jeff. Sijui unamfahamu? Jeff yupi unamzungumzia? Kaka sikia. Sisi tunamtafuta Jeff, anaitwa Jeff. Mrefu kidogo, afu mnene. Kuna Jeff hapo wengi sana katika umri. Hapa kubwa tu kutafuta simu na kuwasiliana naye. Lakini kwenye simu hapatikani. Labda jaribu kuuliza hata mbele huko wasamia unaweza kuelekeza mtafika. Ila mimi simfahamu kabisa. Sawa. Asante. Tobo ilo dada tobo, tobo ilo dada tobo. Tobo la moyo, tobo, tobo la moyo, tobo. Tobo ilo dada tobo, tobo ilo dada tobo. Tobo la moyo, tobo, tobo la... Shoga yangu, nilimtimua kama mbwa. Wewe mtu kila siku makelele. Mimi siwezi kuishi na mtu ambaye ananipangia maisha yangu. Mimi nina mvulana wangu ambao nauhitaji. Sasa kila siku usiingie live. Sijui maisha yako mazuri. Sio mazuri. Mimi napata vipi pesa? Nisipoingia live? Ungekuwa ungeweza mamangu. Ukae siku nzima bila kuingia live. Unapata wapi masponsor? Mimi mwenyewe nisingeweza. Maana hata mimi mwenyewe nikiingia kwenye tap screen na kuwa na mafuta yangu pembeni, nakatika. Yaani mpaka basi. Afu ukija huko kwenye TikTok na $200. Ukija kwenye Facebook na $200. Ukija ukichanganya shoga yangu na $400. Alafu hizo dola shoga yangu nimepata ndani ya siku hizi 3. Je, ningekaa ndani ya wiki 2? Si ningekuwa tajiri na mijumba na magari. Umebaluza maidia dola zote hizo. Alafu wewe, mbona ukuniambia kama kuna mbinu mpya ukiingia live lazima uingie na mafuta? Mimi mwanzo kwa nikiingia live kikanga changu tap na kazi yangu, yani ninavyojisikia mwenyewe na katika tu, lakini sikujoga kama kuna mbinu ya mafuta.
ila hapo umenifumbua masikio. Siku hizi nikiingia sio mafuta, mifuta, yani naiweka huko. Mafuta wala sio shida zangu. Siku hizi nikiingia live show yangu nakatika, sio shida zangu. Niache kubaruza mimi. Masposa nitapata wapi nisipokatika live? Haya, hizo dola wewe ungezipata wapi usingekatika live? Bora yeye sema sio mbaya, umenizidi kidogo. TikTok na dola 200. Nimebaruza my dear. Utajiri huo nje ninauona. FB ndo kabisa na dola 100, umenizidi kidogo sana. Ila kipepeo, siku hizo wanaume ni wapumbavu sana. Yaani ni wajinga kupindukia. Haswa ukiwapata wale wanaume wa nje. Shoga, ukikatika tu kidogo wamekutumia pesa. Na sio tu kukatika. Muda mwingine unataka kuomba vipicha nini, vipicha umejibinua, umekaa uchi, yani unaonesha ule utupu. Sio shida zao. Hivyo vidola 100, vidola 200, unavipata rahisi. Alafu nilimpata mkaka huyo. Alikuwa ananitumia kila siku hela. Alafu ananiambia eti nimtumie picha za utupu. Shoga yangu mimi mwenzako siwezi. Sasa kilichokishinda hapo kiko wapi? Wewe kutuma hizo video unashindwa au kutuma picha unashindwa? Kwani wewe ulituma? Karibu ndani, mbona nje? Hapo wenyewe na shida ya kiongozi. Kama yuke. Kaka. Oya. Kuna mgeni wako. Thank you. Punguza sauti. Mwana wageni washaanza kuingia. Unaongea sauti ya chini, alafu kwanza niambie, leo tunaingia saa ngapi? Maana naona kama leo tunachelewa. Mbona hivyo? Unamwangalia sana sister wangu. Kuna kitu gani? Alafu silete habari zako zile. Huyu sister wangu. Unaelewa? Sinaelewa brother, huyu sister yetu mbona kama hivyo? Hapa wenyewe nimekuja wangu mwanangu nimekimbizwa, unaona mijasho hivi nini? Nipangilie mishomo. Kumbe yule manzi ana bwana wake bwana. Na yule bwana wake mimi namfahamu, aishawahi kuniwinda mara kibao yani. Wewe ji unafeli. Tena unafeli sana. Wewe mara ngapi nimeshakwambia? Yaani usichukue mademu za watu, utakuja kuuliwa. Sasa ona hii. Mmekimbizana mijasho kila sehemu yani ile 1-2. Blaza unaongea sana, sema nini? Hauna mazingira ndani. Mimi mazingira sina. Ila aliobaki hapo kidogo sana. Yaani unatumia leo. Ila usije ukazingua kwa sababu mzigo nilokupa mwanzo hujaniletea hela yangu. Hapo wenyewe utakuwa umecheza bwana. Fanya hivyo. Hapo wenyewe umecheza kama Pele mwanangu. Hapo sikia. Yaani na kawaida mimi nikikupa mzigo uniletee hela yangu. Sasa huu kama hujaniletea hela yangu, yaani mwanangu tutajua namba. Brother na wewe unaongea sana. Kwani mimi nishai kukutapeli na kuletea pesa yako bwana? Mimi sitapeli unajua. Kiukweli mwanangu imeniumiza sana. Yaani imeniumiza kwa sababu kuna wana wananipigia simu, mwanangu demu wako mbona mieyusho, mbona jao. Yaani kila siku tunamuona tu hivi, afu mbaya zaidi demu anaweka mpaka namba kwenye mtandao mwanangu. Sasa wewe unafikiriaje? Hapo sasa wana wengine yani wanamdm alafu anakubali, anapanga nao issue. Bungo la mboto kwa wanangu kibao washapita. Afu wana wengine wanatumana vile. Wanangu inaumiza kinoma yani. Alafu mimi naenda kumwambia
Yaani anaanza kunikolomea. Mpaka yule kaka yake eti Mayuki eti wa kunikolomea mimi. Ananidharau kwa sababu sina kitu. Hii yote kwa sababu sina kitu. Kwa muonekano wa nje tunaonekana tuna hela. Lakini kuna maisha ambayo tunapitia ni magumu sana. Yaani magumu ambayo yanaumiza sana. Tunaumizwa kwenye mahusiano, tunaumizwa kifamilia, tunaumizwa kila sehemu. Watu hawajui. Nasema nini mzee? Mimi hizo rada nilikuwa nasijua. Yaani hizo rada nilikuwa nasijua vizuri sana. Lakini kwamba ndo mapenzi sikuweza kuingilia. Nilifikiria nikwambie, lakini nikafikiria kwamba mapenzi sio kitu kizuri kuingilia. Ningekwambia ukweli, huenda ungeenda kumchana demu wako afu mimi ningeonekana mbaya. Kesho na kesho kutwa nakuta mmekumbatiana, mimi nakuja kuonekana mbaya vile vile. Umeona? Lakini kiukweli hizo pigo ambazo wanazifanya mimi nazijua fika, na washikaji wengi sana wanazijua mtaani. Ila nashukuru Mwenyezi Mungu amekufumbua macho, umeweza kuligundua hilo. Kwa hiyo wewe ndio mwenye maamuzi. Nini ufanye unajua wewe. Kama alikumwacha unajua wewe. Moyo wako kama ni mgumu unaweza move on ukafanya mambo mengine. Sasa mbaya zaidi mwanangu, nilikuwa nafikiria kumuoa. Yaani tayari nilikuwa nishaenda mpaka kwao. Yaani kwa sababu hata brother yake anajua, yaani kwa mama yake mdogo nishaendaga. Masista zake wengine wa nje wanajua. Afu kuna mwamba wangu mmoja hivi amenisanua kwa demu wangu. Anawamba pale Marekani nini, umeona, anachati nao. Afu sasa tunajua watu ambao wako kule wanakuwa wanaambizana, oya dem fulani vipi, dem fulani vipi. Wao wenyewe hawajui kama wao wanacholeshwa. Unaelewa? Yani hiyo inaumiza. Yani mwanangu unajikuta sina bahati. Yani kama demu wangu ule Suzi nilomfuma na condom used kwenye begi lake. Yani kwa session nyingi watoto wa kike wa mwanangu wanaumiza kinoma yani. Na sasa hivi mitandao ndio inazidi kwenda kuwachanganya yani. Na sasa hivi kuna vikundi sasa hivi vya madada ambao wanakuwa wanawatengeneza madada, wanakuwa wanachukua madada wengi, alafu wanawapeleka katika michongo ya kwenda kuwauza mwanangu, wanawashuti nini vitu kama hivyo. Lakini wao hawajui, mimi kila siku namuelewesha elewi. Asema nini bigi? Kuna issue moja acha nikusanue kwanza. Kuna jamaa mmoja hivi ni meneja wa babu. Huyu jamaa ni maarufu sana hapa mtaani. Maarufu kinoma noma. Ila pigo zake yeye huwa ni mtu ambaye anapenda sana kuishi loji. Sio kwamba ana uwezo wa kujenga au kununua nyumba. Uwezo anao. Ila cha kushangaza yeye maisha yake siku zote ni loji tu. Na huko loji ana tabia ya kukusanya kijiji cha wanawake. Anakusanya wanawake mobu, alafu anakuwa nao katika loji chumba chake kimoja hicho. Ina maana anaingia huyu anatoka, anaingia huyu anatoka. Ndio pigo zake every day yani. Sasa anajiuliza jamaa anafaidika na nini au lengo lake ni nini? Ila kibaya zaidi demu wako naye yupo katika huo mkumbo. Alafu ukizingatia taarifa zinazozagani kwamba jamaa atapotea. Kwa hiyo jamaa kahasirika. Jamaa kapotea yani ni mgonjwa. Na watu ambao wanasambaza taarifa ni watu wa karibu yake. Watu ambao wanajua anatoka hapa, anaenda pale, anatoka hapa mpaka kwenda kuchukua dozi, watu wanajua anaenda kuchukua dozi katika hospitali fulani. Kwa hiyo mwanangu, unatakiwa uwe makini sana na mazi yako. Usije ukajiachia sana. Kuna magonjwa mzee. Dada tuenda wapi? Kwa tunaenda sema ambapo tutajui. Basi jaribu kumpigia simu, mimi nishachoka. Bado hapatikani. Msichoke wadogo zangu. Mimi nafikiri tuendelee kusonga mbele. Aya, twenda huku, twenda huku. Twende hivi. Zamu yako kulea. Mbona bila hata salamu? Ugomvi sawa uko nayo bwana, unagomvi naye. Hata mimi salamu kunisalimia tu umeshindwa. Aha. Masuala ya salamu yanahusiana nini?
Haya ni mambo ya kifamilia. Bora tu ukae kimya. Lakini mama Kadogo, sasa unamwachaje mtoto hapa? Hali ya kuwa kwamba huyu mtoto ni mdogo, anahitaji malezi yako unajua. Si nyumbani kwa baba yake? Hapaswi kuishi hapa? Hapa ni kwa baba yake, anakuja muda wote na saa yoyote. Na ndio huyo nishakuletea, mimi nishamaliza. Mimi najua kama huyu ni mtoto wangu na hapa ni nyumbani kwao na mimi ndio baba yake. Lakini mbona mimi natoa huduma Maina? Natoa kila kitu ambacho ninachokuwa nacho mimi nakupa ili umlee huyu mtoto. Na unajua kabisa huyu mtoto anasoma. Sehemu ambayo anasoma ni mbali. Pale kwako ni karibu. Kwa nini aje akae hapa? Na pia wewe mwenyewe unajua kabisa shughuli zangu. Mimi hapa naweza nikatoka siku 2, siku 5, siku 6, mpaka miezi 6 mimi natoka hapa. Naenda makambi huko. Sasa leo hii huyu mtoto unamweka hapa, unafikiri atakaa na nani hapa? Na unajua shangazi yake Pina mara yuko chuo, mara yuko nyumbani. Hana muda maalum wa kukaa hapa nyumbani. Sasa unafikiri atakaa na nani hapa? Hivi Mbwela. Hivi unajua mimi nakushangaa sana. Ina maana wewe unataka kunifanya mimi mtoto mdogo Sielewi chochote. Kwa taarifa yenu, najua kila kitu kilichopo kati yenu nyinyi na kila kitu mnachokifanya. Huko mitandaoni, mitaani kote zimeenea habari zenu. Nyinyi ni wasanii wakubwa na isitoshe mnaingiza pesa nyingi sana. Sasa sijajua hizo pesa unazipeleka wapi? Hali ya kuwa hata matumizi ya mtoto wenyewe imekuwa ni shida. Hebu niambie. Shemeji, ni kweli hao unayazungumza. Sisi ni wasanii wakubwa, tunacheza movie nyingi sana, lakini acha nikwambie kitu kimoja. Licha ya kwamba tunacheza movie nyingi sana, changamoto tulikuwa nayo kwamba hatupati pesa yoyote. Hivyo sasa hivi tupo katika process ya kukamilisha monetization. Kwa hiyo monetization ikikamilika tu, channel zetu zikianza kulipa, wewe mwenyewe utafurahi. Kwa hiyo tupatie kama muda fulani hivi tutimize hii monetization. Ikishatimia mimi na mimi nitafurahi. Hiyo pesa ambayo unahitaji utaipata. Alafu unavyosema kwamba sisi tunajulikana sana, hiyo sio sababu. Tunaweza tukawa tunafahamika sana. Lakini hizo kazi ambazo tulikuwa tunazifanya mpaka sisi tunafahamika ni kazi za watu. Yaani unafanya kazi ya mtu, unakaa kambi, unajituma, unaumia, lakini sisi tunatumika tu. Hakuna pesa ambayo tunaipata. Tunapata pesa ndogo sana. Ambayo hiyo pesa mimi nikiipata naigawanya kwako na mimi mwenyewe pia kula na kulala kila kitu. Hata hela yenyewe inakuwa ndogo. Haiwezi kukidhi hivyo ambavyo wewe unavyotaka. Lakini naamini kwamba siku na sisi tutakuwa na chetu. Yaani mimi nitakuwa na channel yangu. Nitakuwa na post movie zangu, kila kitu kitakuwa fresh, nitakuwa na vifaa vyangu, maisha yatakuwa mazuri tu. Najua labda hata maneno ya wenzetu wa wasanii ambao wanakaa wanaongea mengi, wanasema kwamba wao wanapata hela nini. Kweli wanapata hela, lakini pia na wao inategemea na majukumu yao. Wengine wana majukumu, wametoka katika familia nzuri. Mtu akipata milioni 1, yani hiyo ni ya kwake inamtosheleza. Lakini mimi nikipata hata 500,000, yani mimi hela ni ndogo sana. Au mimi nikipata hata hiyo milioni 1, ni hela ndogo kwa sababu mimi na majukumu. Na siwezi nikakaa nikajitangaza eti mimi nina hela. Sasa huo muda ambao unaishi kambi ndio muda sahihi wa kumuoa huyo malaya wako anayeshinda kutwa mitandaoni kuposti picha za uchi. Sisi tumeelewana? Mwanamke asiyekuwa na adabu, mwanamke asiyekuwa na heshima kwa mwanaume wake, wala kitu chochote ambacho anakijua kuhusu mume. Kamuoa ili aweze kulea mtoto. Sisi tumeelewana? Sasa ukiniambia kuhusu huyo mwanamke, wewe mwenyewe ushasema mwanamke hana adabu, hana heshima, ni mwanamke ambaye anapiga picha za utupu mitandaoni, mwanamke ambaye anafanya biashara za utupu kwenye mitandao. Kweli mimi naenda kumuoa alafu nimpe mwanangu amlee? Sasa nitakuwa natengeneza nini hapo? Nataka nije nimharibu mtoto wangu? Kwani kipindi unaanza naye mahusiano ulikuwa haujui yote haya? Au ulienda tu kwa tamaa zenu za kiume? Sikiliza nikwambie Mbwela. Nafanya hivi kwa hisani ya rafiki yako. Yaani nafanya kukuhurumia kwa sababu ya nani? Ya huyu Nibla huyu. Sawa? Huyo mtoto mimi nitaondoka naye. Na haya mambo sijui ya monetization, sijui usation, sijui kitu gani mimi hayanihusu. Kama mlivyosema, miezi hiyo 3, lakini mimi nakupa masharti yangu ya miezi hiyo. Miezi 4 tu. Itakapofika hiyo miezi 4, nahitaji matumizi ya Kadogo. Sisi tunaelewana? Sasa shemeji, acha mimi nikuhakikishie kitu kimoja. Katika hiyo miezi yako 4 uliyoitoa, tupatie miezi 3 tu.
kila kitu kitakuwa kimekamilika, kwa sababu huu mchongo wa monetization mimi ndo nausimamia kila kitu. Kwa hiyo jambo zima niko na mimi. Huyu bwana nitamsimamia kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka tunatimiza monetization. Kwa hiyo tuachie hilo jambo ndani ya hiyo miezi mitatu tu. Hiyo miezi 4 mama kaa nayo mwenyewe, lakini miezi mitatu tutakuwa tumekamilisha kila kitu. Basi sawa. Haya kadogo, inuka tuende nyumbani. Lakini mama, usiniache kwa baba, nikaa hata siku moja au siku 2 3. Hebu inuka twende wewe, mengine hayakuhusu. Inuka. Atangulia. Ndugu yangu, mtihani mzito sana. Unajua wanawake hawa wanaambizana maneno. Yaani kwamba wanapokuona kwenye TV, mtu anakuona tu unapata hela kila siku, unapata hela. Yaani wewe hawajui kama wewe unapitia changamoto gani. Umeona, sisi tunapitia changamoto nyingi sana. Tunapitia katika maisha magumu, lakini wao hawajui. Sasa ufikiria, mimi nikipata hela, nikipata laki, mimi naigawanya. Nampa fungu lake na fungu langu mimi mwenyewe. Sasa wewe unafikiri mimi nafanyeje sasa? Nataka mimi nikaibe. Hapo kuna kitu cha kufanya. Wewe unafikiria nini mpaka sasa hivi kuhusu swala la kuanzisha kambi yetu? Sasa hilo pia nataka nisahau ndugu yangu. Kuna jamaa mmoja hivi, huyu jamaa nafikiri tukimpelekea kuhusiana na mchongo wetu wa kuandaa hii project ya filamu na kwenda kuandaa kambi, kutokana na majina yetu na vile tunavyofahamika, jamaa ana uwezo kutusaidia. Jamaa ana mawe kweli. Umeona? Nilikuja hapa lengo langu wenyewe ni kuambie kuhusiana na huo mchongo. Kweli, tukisema wenyewe tuchange hivi, tutafeli. Yaani lazima tutafute mdhamini ili aweze kusimamia hili. Ili na yeye aweze kupata chochote katika kazi zetu. Nadhani hiyo idea nzuri sana hiyo. Basi mimi nafikiri tusipoteze muda. Kama inawezekana tuchomoke sasa hivi, nimpigie simu mshikaji, anielekeze yuko wapi, tumtimbie. Tobo ilo dada tobo, tobo ilo dada tobo.